Ili upate matangazo ambayo yanafanya vizuri kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, kitu pekee ambacho unatakiwa kukijua ni kujua namna ambavyo matangazo yanafanya kazi. Watu wengi sana wanaingia kwenye matangazo, wanaanza kufanya matangazo mpaka wanapata matokeo mazuri, wanapata matokeo mabaya, lakini ukiwauliza matangazo ya Facebook na Instagram yanafanyaje kazi, hawawezi wakakupa kitu ambacho ni cha uhakika zaidi. Na ndio maana hata ikitokea time labda amejaribu kufanya matangazo yake na yakafeli, anakuwa hata haelewi ni sehemu gani ambayo pengine inaweza ikawa ndio hiyo ambayo imeweza kumkwamisha katika shughuli zake za kufanya matangazo kwenye hizi platform za Instagram pamoja na Facebook. Sasa episode ya siku ya leo nataka nikazungumzie kwa uchache kabisa jinsi ambavyo Instagram na Facebook matangazo yake yanafanya kazi. Yani hapo tenda kuelewa jinsi ambavyo Instagram na Facebook matangazo yao yanafanya kazi, ili uweze kuelewa ni namna gani ambayo unaweza ukaitumia pia, ama unaweza ukaingia na ukaweza kupata nafasi ya kuweza kutengeneza matangazo ambayo yatakuwa bora, lakini pia matangazo ambayo yatakupa matokeo ambayo yako vizuri. Kwa hiyo unatakiwa kuisikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kugundua exactly namna gani ambavyo matangazo ya Facebook pamoja na Instagram yanafanya, especially kwa wewe ambaye ndo unaanza, ama wewe ambaye tayari huwa unafanya lakini hakuna kitu ambacho unakielewa kuhusiana na namna ambavyo matangazo yanafanya kazi. Kwa hiyo ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua katika ule mchakato wa utendaji kazi wa matangazo ya Facebook pamoja na Instagram ni kwamba unalipia kuingia katika biashara ambayo inataka zaidi attention. Yani unaingia kufanya matangazo katika sehemu ambayo unakutana na wafanyabiashara wengi sana. Pengine wanaweza atakawa wanafanya the same business na wewe ambayo unaifanya. Kwa hiyo unavyoingia kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram, the best option ama the best way ambayo itakufanya kuweza kupata matokeo mazuri ni namna yako ya wewe kuweza kuteka attention kwa watu ambao unakutana nao, kwa wale audience ambao wanapatikana kwenye hizi platform. The way ambavyo utakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuteka attention yao, ndivyo utakapokuwa unajiweka katika mazingira mazuri ambayo yatakupa wewe nafasi ya kuweza kutengeneza matangazo na kupata matokeo ambayo yatakuwa ni bora. Na nikizungumzia attention, nazungumzia the way ambavyo wewe utakuwa na influence kubwa sana ya kuwafanya wakatulia na wakadigest kitu ambacho unakiadvertise, na ukaweza kuwashawishi wakateka action ya kile ambacho unakitaka kwa ajili ya kuweza kuendelea kuuza hiyo product ama service ambayo unaiadvertise katika hizi platform za Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba kama hautakuwa na namna nzuri ya kuweza kuteka attention, hivyo ni kwamba watu wataendelea kuyapita matangazo yako, watu wataendelea kuscroll na wasipate nafasi pia ya kuweza kudigest kitu ambacho unakiadvertise, lakini pia mwisho wa siku itakuwa ndo yale kwamba unafanya matangazo na hakuna kitu ambacho unakipata. Kwa hiyo kwa namna yote ile, kitu pekee ambacho nataka kukiwekea nguvu sana ni namna nzuri ambayo unaweza ukateka attention ya mtu ambaye anapita mtandaoni, na at the end of the day au ukapata nafasi ya kuweza kumshawishi na akateka action ya kile ambacho unakitaka. This is number 1. Lakini pia number 2 ni kwamba ukichukua offer plus creative plus audience plus objective ni sawasawa na matokeo mazuri. Yani tukichukua offer, tukaweka pia picha pamoja na video nzuri, and then tukaselect audience ambayo ni sahihi, na tukachagua objective ya tangazo ambayo iko sahihi, basi matokeo yatakuwa ni halali yako. Yani hivi ndio vitu vinne ambavyo vinaamua kwa kiasi kikubwa sana wewe uweze kupata matokeo mazuri ama uweze kupata matokeo mabaya katika hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na offer ambayo iko vizuri, lakini pia unakuwa na ad creative ambazo ziko bora zaidi, ambazo zinaweza zikateka attention, lakini pia uweze kuselect audience ambayo inaendana na kitu ambacho unakiadvertise, lakini pia at the same time uweze kuselect objective ambayo inaendana na malengo yako ambayo unataka kuyafikia kwenye hizi platforms za Instagram pamoja na Facebook. Kama unataka watu wanunue, tumia objective ambazo zitakuwezesha watu wanunue. Kama unataka followers, unataka engagement, tumia objective ambazo zina uwezo wa kufanya kitu ambacho unakitaka. Lakini pia kitu cha tatu ambacho unatakiwa kujua, retargeting bado ni mfalme katika utendaji kazi wa haya matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Wanaona watu wengi sana wanafanya matangazo kila siku, yani kila siku anakuwa anafikia watu wapya, na kama tunavyojua sio rahisi kuweza kumshawishi stranger ambaye umekutana naye for the first time. Even hata kama ukifaulu kumshawishi, basi ujue uko vizuri sana. Sasa kuepuka hii ya kupata ugumu wa kuwashawishi watu ambao tunakutana nao, retargeting itatupa nafasi nzuri sana ya kuweza kuwapata hawa wateja. Yani tukirun tangazo
tukalifikisha kwa watu and then tukaja tukawarudia tena kwa namna ya ku retarget, ama tukaja tukarudia wale watu ambao tunaengage nao katika akaunti zetu za Instagram pamoja na Facebook, ni rahisi kuweza kuwauzia kwa sababu they already know that una exist, product yako ipo na wamekuwa mara kadhaa wakikuona. Kwa inakuwa ni rahisi hata kuwapelekea tangazo ambalo wanaweza wakadigest na at the end of the day wakatake action ambayo ilikuwa unaitaka. Lakini pia kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kukizingatia zaidi ni kwamba Meta huwa wanawapendelea zaidi wale watangazaji ama watu wanafanya matangazo kwa muendelezo, consistent advertisers huwa wanapata rewards kubwa sana kutoka kwa Facebook pamoja na Instagram. The more unafanya matangazo mengi, the more unavyofanya kila siku, ndivyo hivyo the more ambavyo wanakuwa wanajua namna sahihi ya kuweza kukusaidia. So at the end of the day utakuja kujikuta unafanya matangazo ambayo yanafanya vizuri kwa sababu utakuwa tayari umeshaspendi pesa yako kutengeneza database ya account yako. Tayari Instagram na Facebook wameshajua watu gani ambao wanaweza wakakubali hiyo product ama wakapata hiyo huduma ambayo unaitoa bila changamoto yoyote. Na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge ambayo utaitumia kwenye kufanya matangazo, lakini pia mwisho wa siku itakuletea matokeo ambayo yako bora zaidi. So kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye pengine unahisi hii podcast inaweza ikawa na msaada mkubwa kwake, tafadhali usiache kushare naye. Lakini pia wewe ambaye umefikia mpaka hapa, hakikisha una comment hapo chini kitu gani ambacho umejifunza na kipi ambacho una wish kujifunza kupitia episodi za podcast hii. Mimi naitwa Joram Tanzania.